kujenga jamii mpya ya ulimwengu ambapo kutakuwa na serikali moja tu yenye nguvu kubwa. Okay. Mwisho wa kunukuu. Umeelewa? Kwa hiyo mambo nasema kwamba huu mpango wa Iran ukiisha, kuna kitu kinakuja, mpango mpya nini? Wa ulimwengu. Kwa hiyo leo hapa kuna miaka nyuma ya Biden hapa tulisifia China, Urusi na China. Mungu kweli? Kweli. Yaani watu walisifia mpaka kuona Marekani kama kituko fulani. Mpaka sasa hivi watu wanasema aguse pale. Kwanza kuna wengine wanasema aguse Korea Kaskazini. Tulia kidogo. Urusi tulimsifia sana Urusi. Sana. Akionyesha ile makombora ile S400, S300. Na rafiki zangu fulani wa Kiislamu na wengine wa Kikristo walikuwa wanasema Marekani imekwisha habari yake. Superpower ni Urusi, Marekani paper tiger. Okay. Lakini akapelekewa mfupa wa Ukraine. Unamsumbua msumbui. Miaka 4 amezofia. Hata juzi Trump akasema hivi, Russia sasa hivi haina hazi ya kuchuana na Marekani. Tunamwachia Mjerumani na Mfaransa. Sababu Mjerumani ana uchumi mkubwa kuliko Urusi. Uchumi wa China wa Urusi ni dola trilioni 1.7. Lakini Mjerumani sasa anapiga marufuku kwenye mambo ya silaha. Tulia sasa. Ujerumani ana uchumi wa dola trilioni 4. Okay. Maana iko mbali Ndiyo. Afu Mfaransa ana jeshi imara na kubwa kuliko la Urusi. Maana kwenda maana Mjerumani ata supply pesa. Okay. Mfaransa na Muingereza wako vizuri na Italy. Okay. Sasa paka hapo hata juzi Faransa naye ameanza kurenew nuclear zake, nuclear arsenal zake. Okay, na sasa hivi Mjerumani pia ameruhusiwa kutengeneza silaha na Marekani. Umeelewa paka hapo Ndio nataka wasuke jeshi la Ulaya. Kwa sababu nyinyi mnamudu Mrussia. Kwa hiyo ukiona Marekani anatamka, Trump anatamka, amemzalisha Putin. Ndio. Umeelewa paka hapo Ndio. Haya, kama Putin is superpower. Ukisikia Putin anaweka vikwazo? Hapana. Hajawahi kumwekea mtu vikwazo. Sio amewekea vikwazo paka wakushika kwenye kombe la dunia? Ndio. Kwenye Olympics sio umezuiliwa? Ndio. Ushaona Marekani anaweka vikwazo? Hapana. Amejitoa kwenye Umoja wa Mataifa, Umoja umesheki Umoja wa Mataifa. Sawa Watu wanalia kweli kweli, wanaomba arudi. Sawa Marekani sasa leo ingekuwa Russia atakavamia nchi hapa angeenda hivi si kwa ni vikwazo? Ndio. Kachukua ile majimbo ile Russia amejumiza sana. Marekani sasa hivi ameivamia Iran lakini hatuoni anayemwekea vikwazo. Wala anayeongea. Watapeta kelele Marekani mkono kama China, Marekani na wazimu, sio nini lakini hawana uwezo wa kumgusa. Unaelewa paka hapo? Sasa jamaa kisa nasema kwamba wataachwa China wajione wanaangu na kweli watu wamewasifia China noma. Korea Kaskazini noma. Sijui Russia noma. Lakini rafiki yangu Trump alivyokuwa sema make America great again. Si nchi zimeogopa leo sana. Taarifu zimekula taarifu, Marekani ameonyesha ukubwa wake mwenyewe. Na hii hali ishatokea kipindi cha Reagan mwaka 81. Na alisema kuifanya, wanasema Trump anafanishwa na Reagan, Donald Reagan. Ndiyo. Kuifanya Amerika kubwa tena. Kuna marais nyuma Reagan kule miaka 81 walikuwa wapole. Ndiyo. Wana kama vile kina Biden au Democratic. Baadaye Russia wakati wanaitwa Soviet USSR ilikuwa imejiinua sana mpaka sababu Marekani hapa anaenda kupotea. Ndiyo. Lakini hivyo ingia Republican Donald Reagan akasema make America great again. Akaonyesha msuri wa Amerika. Baada ya hapo Russia ikaanguka. Mwaka 85 USSR wana njaa. Gorbachev anakuja kuomba chakula Marekani. 91 wakasambaratika. Kwa hiyo Trump anakuja na philosophy zile zile, amejiinua. Iran inasambaratika. Russia ishaumizwa. China anafuata. Ili Marekani ijenge jamii mpya ya dunia. Maana sasa kasema kwamba juzi kwenye Umoja wa Mataifa wanalalamika masuala ya Umoja wa Mataifa, Marekani imechukua inapiga na Irani, imeiruka vikao, sijui nini na nini juzi hapa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa wa Marekani, Barozi, akasema tunafanya yale ambayo Umoja wa Mataifa hauwezi kuyafanya. Sababu Umoja wa Mataifa umekuwa umoja wa kiuni, kwa hiyo Marekani inachukua kufanya yenyewe kama yenyewe. Yaani Marekani imejivika koti la umoja nini? Wa Mataifa. Na imesema nchi zote ambazo zitakataa mpango wake zitatupwa mbali. Sawa Kwa hiyo kwenye Kissinger Marekani kujenga jamii mpya. Na ukisoma Ufunuo 13 ingawa kuna mchungaji mmoja anaitwa Gwajima. Ndio. Hata nimtaje tu. Ndio. Gwajima ajui nabii. Okay. Sababu ni Pentecost walishaacha ule unabii wa kihistoria. Okay. Ambao ulifundishwa na reformer. Kina John Wycliffe, sawa? Yeah. Kina Jerome Huss, kina Martin Luther na mababa wa kanisa. Yeah. Ambao walikubaliana kwamba katika unabii kwamba mpinga Kristo atatokea Roma. Yeah. Lakini Roho anahubiri mpinga Kristo atatokea Yerusalemu. Wapi na wapi? Mpinga Kristo atatokea wapi? Roma. Na yuko
Unasema atakuja baada ya pembe Roman Empire kusambaratika kuwa na majimbo 10 kwa mujibu wa Danieli 7. Na kweli baada ya majimbo 7 kusambaratika aliinuka nani? Iliinuka pembe ndogo. Ni utawala ulioinuka una macho sawa na kinywa. Maana yake uko una hekima, macho ni hekima, na ulikuwa una sauti Ulaya. Ni utawala gani ambao uko na sauti Ulaya? Pale Roma. Utawala wa Roma ambao ni Vatican. Papal State ilikuwa ina sauti pale, ndio ikichora dira. Na maana kwenye vita vya msalaba